Katika maisha sio lazima upendwe na wote ili uweze kufanikiwa. Hapana. Lazima kuna baadhi ya watu lazima wakuchukie kusudi uweze kufanikiwa. Na ukiwa na upendo sana na huruma sana, basi mafanikio ndugu yangu kuyapata inakuwa ni vigumu sana. Sometimes lazima ufanye maamuzi ya kiume ambayo yatakufanya wewe utoe maamuzi makali sana. Ndiyo mafanikio yanahitaji hivyo. Ukiwa mtu mpole sana, basi inakuwa ni vigumu sana kuweza kukubalika au kuweza kuonekana, au kwenye upande wa mafanikio inakuwa ni vigumu sana. The Hurricane Ruben Carter ni moja kati ya boxing guy alioweza kufanya makubwa sana, Black American wa kwanza alioweza kuchukua mkanda wa heavyweight champion, kabla ya Muhammad Ali, kabla ya Tyson, kabla ya Mayweather ambaye mnamjua. Kulikuwa kuna mwamba anaitwa The Hurricane Ruben Carter. Mnamo mwaka 1999 Denzel Washington aliweza kutoa movie ambayo inaitwa The Hurricane yenye masaa takriban 2, ikiongelea story nzima ya mwamba The Hurricane, lifestyle yake mpaka imefikiaje. Sasa let's go direct to the movie because we are talking about this movie. Hii movie bwana, mwamba Hurricane ni moja kati ya watu ambao walitumia ujana wake mwingi akiwa jela, tofauti na maisha ya uraiani. Kipindi kile The Hurricane yuko young, anakuwa akiwa mdogo, aliweza kufanya tukio ambayo kwa upande fulani angekuwa mtoto ambaye ni white people. We know Black Americans wanakuwa wanachukiwa sana na white people na wanabaguliwa sana. Laiti kama kile kitendo angeenda kukifanya white kid, basi na hakika asingeweza kufungwa. So Ruben Carter siku moja anatoka na washikaji zake madogo wako Yankee, waliweza kwenda mtaani na kufanya fujo 2-3, wakakimbia, wakaenda huku, wakaenda kuna sehemu sport ambayo wanakuwa wanakaa, wanatulia, wanafanya yani play, it's just like playing. Akaja mzuku mmoja white guy, akaja akawa anafanyia vitu ambavyo it's not a normal kwa mtoto wa kiume kumfanyia mtoto wa kiume mdogo, kwa sababu ile mzungu aliyoenda pale alikuwa ni mkubwa. Sasa badala yake Ruben Hurricane Carter alikuwa anatembea na self defense ambayo ni kisu. Alimchoma yule mshikaji, akamwambia wenzio akimbie. Sasa katika kukimbia, Ruben Carter Hurricane aliweza kukamatwa. Baada ya kukamatwa akapelekwa polisi. Kupelekwa polisi akahukumiwa kufungwa, hata kama ni mdogo. Akasema kwamba ni jambazi, akikaa huko ataenda kufanya mambo ya kijambazi, kitu kama hivi. Black Americans always wao ni majambazi, wanachukuliwa hivyo. Hata uwe na imani vipi, kwa upande wa kule ni Marekani ilikuwa ubaguzi over ubaguzi. Baada ya hapo akadumu kwa muda wa miaka kadhaa jela. Ujana wake ulimkutia pia akiwa jela. Akaja akaingiwa na akili ya kutoroka, akatoroka. Alipotoroka akasema, ili nisiweze kurudi jela, ngoja niingie jeshini. Akaingia jeshini, akaenda kulitumikia jeshi. Pambanaji boxer ambaye pia alikuwa ni mwanajeshi, The Hurricane Ruben Carter. Baada ya kuwa mwanajeshi akaenda akapigana vita kadhaa, akarudi, akawa na cheo chake kizuri. But alivyorudi alikuja akakamatwa, akatiwa tena ndani, akaambiwa bado ulikuwa umebakiza miaka kadhaa kusudi ili mradi uwe ndo uko huru, kwa sababu uliweza kutoroka. Akaja akakamatwa na wanajeshi wake hivyo hivyo, akafungwa ndani. Laiti kama tunarudi tena kwa mara ya pili, laiti kama angekuwa ni white guy ameweza kujinusuru kwa staili hiyo, angeheshimiwa na wanajeshi wake. Lakini kwa Ruben Carter Hurricane, kwa sababu ni black guy, hajaheshimiwa ule wanajeshi wake na badala yake akafungwa. Baada ya kufungwa akaja akatolewa, akawa huru baada ya miaka kadhaa. Alipotolewa kuwa huru, akawa yupo tu nyumbani. We know kwa upande wa wanajeshi kule Marekani unaitwa kwa kazi maalum. Yani sio kwamba utakuwa kila mwisho wa mwezi unaingiziwa. Hapana, unaingiziwa endapo pale utakapoenda kulitumikia jeshi kwa muda kadhaa, ndo muda ule utakuwa unaingiziwa pesa. Lakini after that unarudi mtaani kama kawaida, unaendelea na lifestyle yako nyingine. Kama utaamua kufanya kitu chochote unachokifanya, utaendelea. Sasa movie inatushow kwamba Ruben Carter Hurricane akaamua kutumia mikono yake ili muingizie pesa. Akaamua sasa awe mpiganaji boxer. Akawa mpiganaji boxer mzuri, na kipindi kile walikuwa white guys ndio walikuwa akiongoza kwa boxing.
walikuwa wanabeba heavyweight champion nyingi sana, mikanda washaibeba mingi sana. Anakuja Ruben Carter Hurricane, anakuja kubadilisha formula nzima. Jina la Hurricane aligeiwa baada ya kuwa mpiganaji boxer mkubwa ambaye yeye alikuwa ukikaa kwenye line yake lazima kukalisha, na kukukalisha kwake anaweza kukukalisha kwa nini, lakini KO akiamua kupige mapema na kupiga mapema, akiamua acheze na wewe anacheza na wewe. So it's just like akawa ni mpiganaji boxer mkubwa sana, wakawa mpaka mtaani kule, kwa sababu we know kule Americans wamejitenga. Black Americans wana mitaa yao, White Americans wana mitaa yao. Baada ya kujitenga kule kwa upande wa Black Americans, wakawa championi wao ni The Hurricane ambaye ni Ruben Carter. Baada ya hapo life ikaenda. Baada ya life kwenda, akaja akapata mke. Alipopata mke, akaja akazaa naye mtoto mmoja. Baada ya kuzaa naye mtoto mmoja, usiku yupo zake ba, ametoka kunywa tayari, kashatoka kuchukua ushindi wake, wanamuita champion, you know, just like that. Akamchukua bwana mdogo mmoja ambaye akamwambia, mshika funguo tuondoke zetu leo nyumbani, nipeleke nyumbani, then utachukua gari utaenda nayo unapoenda. Ni guy tu dogo tu wa mtaani pale ambaye anamuappreciate sana Ruben Carter. But ule usiku ndo usiku ambao unakuja unatokea mauaji. Baada ya kutokea mauaji, waliofanya hayo mauaji ni Black Americans. Sasa wale mapolisi baada ya kuona kwamba wamewakosa wale black guys, wakaamua kuwakamata Ruben Carter pamoja na yule dogo, kwa sababu waliwakuta njiani wakiwa na hiyo gari. Baada ya kuwakamata, wakawatia ndani, wakawasingizia kwamba wao ndo walioua. Kumbe wala wao wametoka zao ba kunywa, walikuwa wanarudi nyumbani, but at the end of the day wakaenda wakamsingizia KCA. Na ikumbuke kwamba huyo ambaye anamsingizia KCA kwamba ameua ndio yule mshikaji, ndio yule polisi ambaye alimfunga Ruben Carter Hurricane akiwa mdogo, yani akimwambia kwamba wewe ni Black American na wewe ni muuaji tu kama wauaji wengine. Black American ni watu weusi, ni wauaji na kufunga hata kama ni mdogo, sijui umeelewa. So ndo huyo amekuja akatengeneza hiyo kesi kusudi Ruben Carter Hurricane arudi tena jela. Baada ya kufungwa, kumbuka kwamba mara zote anafungwa Ruben Carter Hurricane, hakuna sababu ya msingi. Maloya wake waliweza kumpambania, lakini wapi wakashindwa. Familia yake wakaweza kumpambania, lakini wapi akashindwa. Mpaka kuna time ilifikia, miaka ikazidi kwenda, akaamua kukata tamaa na kuikatia tamaa mpaka familia yake, kiasi kwamba siku moja wamekaa anaongea na mke wake, wapo wanaongea, akamwambia kwamba mke wangu, nataka mimi nikutamkie talaka kuwa nimekuacha na ninakuruhusu uende ukaolewe na mwanaume mwingine. Lakini mwanamke aligoma na alikataa katakata, akasema kwamba atapambana, atafanya kitu chochote kusudi ili aweze kumtoa, lakini na yeye ilikuja ikafikia kipindi akashindwa. Sasa akiwa yupo ndani mule, akawa anasoma vitabu mbalimbali, akawa anajisomea vitu vingi sana, anajifunza vitu vingi sana. Baada ya kusoma vitabu mbalimbali, akasoma book ambazo zilikuwa zina historia za watu wa zamani, ambayo ilikuwa ni true story na nini. Akapata idea, kwa nini na mimi nisiandike kitabu changu while nipo humu ndani. Akaandika. Mwenyezi Mungu akaamua kutumia njia, basi atatafuta sababu yoyote ili atumie njia hiyo ili aweze kukufanikisha. Okay? Tukiendelea, baada yuko mule ndani akaandika kitabu. Alipoandika kile kitabu kikaenda kikaspeedi, watu wengi wakaweza kusoma, kikawafikia watu wengi kiasi ya kwamba kilifikia mpaka nchi ya Canada. Ikumbukwe yeye yuko Marekani, lakini ilifika mpaka Canada. Baada ya kufika Canada, ikamfikia bwana mdogo mmoja ambaye ni Black American, ambaye aliweza kutolewa Marekani, akachukuliwa na wazungu watatu ambao ni vijana wa rika kadhaa tu la kawaida. Waliamua kumchukua na wakihitaji kumlea kwa kumsomesha, asome ili aweze kuwa mkubwa. Ikamfikia yule dogo. Kilipomfikia tena dogo, kwa historia yake hakuwahi kusoma kitabu chochote. Yani kile ndo kilikuwa kitabu chake cha kwanza, tena baada ya kufosiwa na wale watu ambao wanamlea. Baada ya kufosi sana kumwambia, bwana
inabidi bwana usome vitabu vitakujenga hivi na hivi. Baada ya kumforce sana, ndipo aliweza kufanikiwa kupata hicho kitabu. Alivyokipata hicho kitabu cha Ruben Carter Hurricane, akawa anakisoma sana na kilimjenga kwa upande fulani, kiasi ya kwamba ikafikia stage akawa anatamani kwenda kuonana na Ruben Carter Hurricane. Siku moja akamwandikia barua, alipomwandikia barua akaipeleka jela. Ilivyoenda barua ilikuwa anamuomba kwamba siku moja aende akamuone. Basi alimjibu Ruben Carter Hurricane, alimjibu yule bwana mdogo. Alivyomjibu akamwambia wakaenda akaonana, akamwambia mimi ni mfani wako mkubwa sana na mimi imani yangu kubwa. Katika maongezi yao, Ruben Carter Hurricane akamuuliza, umeenjoy kitabu? Akamwambia ya, nimeenjoy kitabu. Akamuuliza swali jingine, unahisi kwamba mimi nimeua? Bwana mdogo akamwambia kwamba sio kweli, mimi sina imani kabisa kwamba umeua, kwa sababu ngozi yetu sisi nyeusi ni ngumu sana kuaminika, to be trustful, tunatengenezewa sana kesi. Akamwambia safi. Wakakaa wakapiga story 2-3 wakaondoka. Yule dogo aliporudi kule akawa anawaelezea situation yote wale watu ambao anaishi nao. Alivyoelezea, iko day wakaenda wakaonana naye, na walivyoonana naye nikumbuka kwamba Ruben Carter Hurricane amekata kabisa tamaa, mpaka maloya wake siku moja alikuwa anaongea nao, anawaambia wanamuomba Ruben Carter Hurricane mwaka mmoja mwingine kwa kuendeleza uchunguzi ndo aweze kumtoa, japokuwa imani au hamu ya kutoka nje ilikuja baada ya yule dogo kuja katika maisha yake na kuweza kumwambia kwamba haki itapatikana. Unajua kuna mtu anakuja katika maisha yako na kuweza kukuimpress kwamba kuna kitu ulikuwa ibidi ukifanikishe lakini ukakikatia tamaa, lakini anakuja mtu anakuimpress, anakuambia kwamba hicho kitu unao uwezo wa kukifanya na tutaweza kukifanikisha. Baada ya kuja Ruben Carter Hurricane, alikuwa yeye imani na watu weupe alikuwa hana kabisa, kutokana na wale mapolisi walichomfanyia, so akawa hana kabisa, na aliweza kuomba, aliweza kuappeal, yani kutaka kesi irudiwe tena karibia mara 3, zote zilipigwa chini, akiambiwa kwamba hiyo kesi yako hatuwezi kuikaa tukaiappeal while tunajua kwamba wewe ndio ulifanya hicho kitu. Sasa kaona just like kwamba hawataki kumsikiliza hata kidogo. Ikaenda ikafikia stage wale watatu white guys from Canada plus na yule dogo wakaamua kuzama machimboni. Sasa wakaanza kufuatilia ile kesi wao, wakakusanya evidence zote. Baada ya kukusanya zile evidence zote, wakaenda kumpa maloya ambao walikuwa wakisimamia kesi ya Ruben Carter Hurricane, wakamwambia shikeni evidence hizi hapa zote, kwa sababu tumemwahidi Ruben Carter Hurricane kuwa hatuwezi tukatoka au hatuwezi tukaondoka Marekani tukarudi Canada bila ya kuondoka naye. Kiufupi, walidhamiria kwamba wataipambania kesi ili Ruben Carter Hurricane awe huru, aende akaanzishe maisha yake au akaendelee na maisha yake. So ikapambaniwa kesi, wakajaribu kupambana, wakaweza kuruhusiwa hiyo appeal. Baada ya kuruhusiwa ile appeal, muda huo tayari Ruben Carter Hurricane ashakata miaka zaidi ya 30 ukiplus na ile miaka ya nyuma ambayo akiwa mdogo aliweza kukaa. Unaweza ukaona it's just like kama miaka 30 na ameweza kusurvive akiwa jela, na ni miaka kadhaa tu ndo alikuwa yuko nje. Ruben Carter Hurricane anakuja kusikilizwa kesi yake akiwa na miaka 50 na ndio inakuja kusikilizwa kesi yake. Baada ya kuja kusikilizwa kesi yake, wale kulikuwa kuna upande ambao walikuwa wanamkandamiza na lazima kuwe kuna negative side na positive side. So positive side ilikuwa ni ya kwake. Baada ya lawyer wake kumpambania na kupambana pale na kuongea cha kuongea, yule jaji akasema kuna jengine kabla hatujaenda break ambacho mnaweza kuongea. Ruben Carter Hurricane alinyanyuka na akaongea akasema kwamba najua hapa tuna hukumu sawa, lakini tunatakiwa tuhukumu kwa ukweli, kwa sababu ukihukumu kwa ukweli na ukiweza kumhukumu mtu kwa kosa lake stahiki kweli amelifanya, basi itakuwa ni sawa. Lakini kama hajalifanya,
na anahitaji kuachiwa, kuwa free, kuwa huru, basi aachiwe, kwa sababu ukiendelea kumdidimiza it's just like ni kama utumwa, yani humpi ule uhuru wake, unamtia katika engo ambayo ya kitumwa. Baada ya hapo Ruben Carter Hurricane akaamua kukaa chini. Baada ya kukaa chini, kesi wakaenda huko, wakakaa wakasikiliza mashauri na nini, wakaangalia evidence 2-3, then wakarudi, ndipo Ruben Carter Hurricane akaweza kuachiwa. Baada ya kuachiwa, lifestyle yake yote iliyoendelea, aliweza kuenda kuishi Canada na wale walomtoa, ndio alienda kuishi nao, na alikuwa ni mtunzi, baadhi ya vitabu akawa anaandika, na akawa anafanya baadhi ya issues zingine. While wakati huo anatoka, mtoto wake alikuwa ni mkubwa kabisa, ambaye mtoto wake alikuwa ni wa kike mdogo, akiwa ni mkubwa sana. Na baada ya kutoka hakuwa na uwezo, tayari umri ushaenda, age ishaenda, so hakuwa na uwezo wa kusema kwamba arudi ulingoni. So akaendelea na issues zingine, akatengeneza charity mbalimbali ambazo zilikuwa zinasaidia kesi. Charity yake sio ya homeless people, no. Charity yake yeye ilikuwa ametengeneza kikundi cha maloya plus na hao wengine ambao walomtoa, ambacho kinapambania Black Americans, wale ambao wanafungwa kutokana na kesi ambazo sio za kwao. Ndipo alipoweza kufanikiwa kugeiwa mkanda, na ndo mpiganaji pekee ambaye mwenye mkanda anamiliki mkanda bila ya kupanda juu ya ulingo. Na pia kipindi kile anachotoka ndio kipindi ambacho Muhammad Ali alikuwa hashikiki ulingoni, yani kwamba zama zake the Hurricane, Ruben Carter Hurricane, zama zake zilikuwa zishapita, so zama zile zilikuwa ni za Muhammad Ali. Movie inaitwa The Hurricane, imetoka mnamo mwaka 1999. 1999, wewe ulikuwa wapi ndugu yangu? Kwa upande wangu mimi, usitaki kujua 1999 nilikuwa wapi. Nyuma ya kamera ni Alfat DOP, Alfat DOP, ALFATI_DOP, unaweza ukampata hivyo, ndio kameramani wangu anaitisha katika zote unazoziona, yeye ndo anaitisha. Ulikuwa nami bin_Yusuf23, usahau kusubscribe, unaweza ukanipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii, bin_Yusuf23, Instagram, TikTok, Facebook, kote unaweza ukanipata kama hivyo. See you until the next time.